wapenda kiroho, tuko sokoni tunanunua vitu. Katikati ya soko ghafla watu wakapotea, tukabaki tunaangaliana. Yule mtoto wangu wa kiroho akaanza kulia, na mimi nikaanza kulia. Nikatoka katika yale maono, akaniambia ndivyo itakavyokuwa. Tena siku nyingine akaniambia wale unaowapenda sana kanisani, sio kashangaa ukaja kuona wameachwa, waambie waishi maisha matakatifu. Hapa nahubiri injili ya watu watatu. Nahubiri injili ya wewe uliye dhambini leo uokoke. Nahubiri injili ya wewe uliyerudi nyuma urudi kwa Yesu. Nahubiri injili ya wewe unaishi kwa michanganyo, uache michanganyo. Siku nyingine akanionyesha, nimelala usiku nikaona bati likafumuka. Ninaona kwa macho yale bati likatoka. Nikaanza kuziona nyota. Nikasikia sauti inasema juu, mimi Yesu nakuja. Nikaanza kujitakasa. Wakati najitakasa, ghafla watu wakanyakuliwa. Lakini nimejitakasa. Wakati nimekaa pale kitandani na mke wangu siku hiyo nikaona amebaki katika yale maono. Nikamwambia mke wangu, tumebaki. Watakatifu wameondoka. Tumetengwa na marafiki zetu. Tulikuwa tunawalika kanisani kuhubiri na wao wanatualika wametuacha. Hatukuzoea kuzurura. Mimi maisha yangu ni kanisani. Watoto wanapooga wanakwenda shuleni, mimi natoka na kwenda kanisani. Nitaenda kutembea wapi? Sijazoea kucheza drafti. Sijazoea kunywa pombe. Umenitenganisha na marafiki zangu. Nikaanza kulia pale kitandani na mke wangu analia katika yale maono. Ghafla nikasikia geti linagongwa. Nimesikia geti linagongwa, nikatoka kwa nashinda kutembea, sina nguvu. Nilipotoka nje nikaona watu wanasema, ulijifanya umeokoka, yako wapi? Mbona umebaki? Wengine wakaanguka miguuni wakaanza kulia. Wengine wakaanguka wakaanza kulia. Wengine wanasema, mchungaji atuone watoto wetu. Mchungaji Israeli mke wangu. Nikarudishwa duniani. Nimerudi na mtu akasema nikufundishe, nikasema nifundishe. Akaniambia kuna wakati toba itafungwa. Waambie watu mlango uko wazi. Ndio maana nikaimba wimbo wa tenzi, liko lango moja. Kuna wakati Yesu kitabu kitafungwa cha kuandika, atakuwa anajiandaa kuja na malaika. Alafu kuna mtu wakati wanatubu. Walioandikwa wameandikwa, walioachwa wameachwa. Ndio maana umeona unatubu lakini umeachwa, kwa sababu ulikuwa unatubu wakati kitabu kimefungwa. Akaniambia la pili nikufundishe, nikasema nifundishe. Akasema la pili, hata Yesu akija saa 8 za usiku utapata taarifa. Hata kama mbaki na mjako utapata taarifa. Kwa nini? Kwa sababu wapagani watakugongea kama walikogonga, maana hawana sehemu ya kuulizia wake zao. Unaishi kwa michanganyo. Umemzoea Mungu, unapenda dunia. La tatu ndipo akanionyesha tena jingine, niacha hayo mengi. Akanionyesha jingine la tatu, anakuja anatokea jua linakotokea. Nikamwona Yesu na malaika nyuma wamepanga mstari na tarumbeta. Anakuja. Nikawa nawaambia watu kama hivi ninavyokuambia, Yesu anakuja. Hukumu inakuja, lakini watu hawaoni. Paka amekuja akapotea. Akaniambia nikufundishe, nikasema nifundishe. Akasema awamu hii wataniona wachache sana, na wengi wanaodhaniwa wataenda hawataenda, na wasiozaniwa ndio wataenda. Na watakatifu wana dhambi nyingi mlolongo zisizotubiwa. Anafanya dhambi hii mpaka baadaye inakuwa ni mazoea. Amesahau hata kuitubia, kumbe kule bado imeandikwa. Watu wanatembea katika hali ya uovu. Siku moja akanionyesha, tumekushaingia katika kipindi cha mpinga Kristo ambao kiko huko mbele. Ukae, kiko huko mbele, nitaka usome pale lakini paache. Akanionyesha nimeshaingia kwenye dhiki kuu. Hapo ndipo huwa moyo na nyuma, na nimeshaona kama mara 3 naingia kabisa kwenye dhiki kuu. Nimeingia kwenye chumba cha mateso, tumeanza kuteswa tuliobaki. Tuko watu 3. Sitasahau macho yangu. Tulipoingia katika kile chumba, nikamwambia mtesaji, nikasema anza kunitesa mimi. Ukianza kuwatesa hawa, mimi nitaahirisha. Na mimi nataka niende Kristo. Leo unashindwa, nataka niende kwa Kristo. Leo unashindwa kujitetea kwa ajili ya damu ya Yesu iko. Kesho kutwa utajitetea kwa damu yako mwenyewe. Inakuja siku watu wote waliokufa katika roho na kweli watatoweka duniani. Na utawala wa shetani utaanza, na utafanya lolote ambalo anataka yeye kufanya. Kutakuwa na huruma. Hautauza, utanunua bila kupigwa muhuri.
nilipovuliwa shati, kilichukuliwa lipanga kubwa lenye mfano wa msumeno, nilipigwa kwenye ubavu wa kushoto, likatokea, alafu likavutwa na mautumbo. Nikasema asante na kufa katika Kristo, kumbe kifo kimekamatwa. Nilikuwa nasikia maumivu makali, nimeshtuka, shuka lote limeloa maji. Ayasikiaye maneno haya, nataka usimame ulipo. Weka wimbo lipo lango moja wazi. Nataka usimame ulipo. Liko lango moja wazi. Wewe ulipo unatenda dhambi, wakati wako wa kuokoka umefika. Nataka tukaliombee taifa letu kwa machozi mengi. Kila mtu asimame.